Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Ninayezungumza mbele yako ni Apostle John Vance Kafyome kutokea madhabahu ya Tumaini Service. Every soul is saved. Kila nafsi imeokolewa. Mungu ndiye aliyetuokoa, Mungu ndiye anayetusaidia, Mungu ndiye anayetufanya tuwe hivi tulivyo. Na Mungu ndiye anayeachilia ujumbe na neno lake la upendo kwetu. Na hata leo Mungu anatuambia kwenye ujumbe wa leo ni kwamba usiruhusu maneno ya kinywa chako yaiharibu kesho yako iliyo njema. Usiruhusu maneno ya kinywa chako yaiharibu kesho yako iliyo njema. Kila mtu anayo kesho nzuri, kwa maana ya kesho kama siku, kwa maana ya kesho kama mwezi, kesho kama miaka. Kila mtu anao wakati wake mzuri ujao. Na kulithibitisha hili, Mungu anasema kwenye kile kitabu cha Yeremia sura 29 mstari wa 11, kwa maana ninajua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani, wala si mawazo ya mabaya, ili yawafanikishe katika siku zenu za mwisho. Tunapoziongelea siku za mwisho, maanake tunaongelea future, mustakabali, siku zijazo. Kwa hiyo kwenye hili eneo Mungu anazungumza kwamba anaiona siku njema ya kila mtu, lakini tumekuwa na mazingira ambayo sisi wenyewe tunazifanya siku zetu kuwa mbaya. Tunaziharibu siku zetu kwa vinywa vyetu, tunavyokiri, tunavyojitamkia, tunavyojitabiria. Maana watabiri wamekuwa wengi, na hasa kwenye maisha yetu. Kuna watu wanatutabiria mabaya, lakini kuna watu wao binafsi wamekuwa na tabia ya kujitabiria mabaya. Kwa haya mabaya yanavyotamkwa sana kwenye vinywa vyetu, kule mtaani watu wanasema kwamba lisemwalo lipo, lisemwalo lipo, kama halipo linakaribia. Kwa maana yake kwamba tunaanza kuvuta, tunaanza kuleta kile kitu ambacho kiuhalisia Mungu asingependa kuona kinatokea kwenye maisha yetu, alafu sisi tunaanza kukileta kwenye maisha yetu. Mungu anazungumza sasa kwenye kile kitabu tunasoma pale cha Zaburi ile ya 39. Ukisoma Zaburi ya 39 ule mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi: nalisema nitazitunza njia zangu, nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Nitajitia lijamu kinywani, maadamu mtu mbaya yupo mbele yangu. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo Mungu anataka kwamba tutunze vinywa vyetu, tuweke namna ya kulinda maneno yetu, na hasa pale tunapokutana na watu ambao kauli zao kwetu si njema au wanajitamkia maneno ya uharibifu. Sisi ni wa hivi hivi tu, sisi kwetu ni maskini tu, sisi kwetu ni wakufa tu, sisi kwetu ni wakuugua tu, sisi kwetu kansa ndio ya kwetu, sisi kwetu ugonjwa fulani huu ndio ugonjwa wetu, kisukari ndio ugonjwa wetu. Manake unaifanya kesho yako kuwa ni kesho ya wagonjwa wa kisukari, unaifanya kesho yako kuwa kesho ni gonjwa ya magonjwa ya kansa, unajifanya kesho kwamba ni kutembea kwenye roho za mauti. Sisi ni masikini tu, sisi ni wakufa tu, kitu ambacho sio mpango wa Mungu, kwa sababu Mungu anakufikiria mawazo ya amani, mawazo mazuri, mawazo mema. Anakufikiria kwenye kuchanua, kwenye kukua, kwenye kuwa hodari, kwenye kuwa shujaa. Na wengi wamejikamatisha hapo, wengi wamejizuia hapo, wengi wamejifelisha hapo, na sasa imeshuka mpaka kwa watoto. Watoto wanakaririshwa maneno ya kujihukumu sana, kwa maneno ya kujilaani sana, na wakati mwingine wanalaaniwa maneno yao na wazazi, wakati mwingine yanayoingia wanaanza kujilaani wao wenyewe, wanaanza kujitengenezea wenyewe mazingira kwa vinywa vyao, mazingira ya kushindwa. Kwa hiyo mimi nikae hapa kama mtumishi wa Mungu ni kushauri mtu wa Mungu popote ulipo, ni kwamba usiruhusu maneno ya kinywa chako ya kuharibie kesho yako iliyo nzuri. Amini kwamba Mungu anayo kesho njema kwa ajili yako, anakufikiria yaliyo mazuri, na niendelee kukuhimiza na kukusisitiza kwamba ujumbe kama huu unapaswa kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa unapoupata ujumbe kama huu, fikiria zaidi kuwashirikisha wengi zaidi kwenye mitandao ya kijamii, lakini fikiria zaidi kutoa shuhuda namna ujumbe wa Mungu unavyokusaidia hapo ulipo, kwa sababu tunaamini neno la Mungu lina nguvu, neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu. Neno la Mungu linaweza kumbadilisha mtu katika mtazamo wake wa ndani, hata mtazamo wake wa nje. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo.
Kwa hiyo tuna namba zetu za simu zinapita hapo, unaweza ukachangia na sisi kwa maana ya shuhuda ambazo Mungu anazifanya kwa ajili yako, lakini pia unaweza ukachangia na sisi kwa maana ya kuhakikisha kazi ya Mungu inawafikia wengi zaidi kwa kupitia sadaka ambazo Mungu atakuwa anakusemesha kwa ajili ya kuhakikisha huduma hii inaendelea kuchanua na kuwafikia wengi zaidi popote walipo wenye uhitaji kwa neno la Mungu. Ninakushukuru sana. Mungu akubariki sana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu uliye hai. Amen.